Kafara za watoto wachanga. Kuna kafara zinatolewa kwa watoto wachanga, watoto wadogo. Kuanzia wale ambao wako tumboni, ujauzito umeingia siku 7 kwenda mbele, mpaka kasaliwa katoto kachanga, zinatolewa kafara. Mpaka watoto wadogo kufika mpaka kwenye wale ambao hajatolewa bikira hajatoka nini, wale ambao watoto wadogo hajapata zile siku zao kwa watoto wadogo, au hajafikia ubarehe, zinatolewa kafara. Binti mdogo akiwa bado hajavunja ungo, zinatolewa kafara. Ndio maana wengi unawakuta basi amemchukua mtoto, amefanya nini, amemchinja, damu zake zile anachukua kidogo tu anaondoka nazo. Mtoto kapotea, kauawa, kafara. Wengine anaweka mitego ndani ya tumbo ya wanawake, anachagua mrembo kwamba huyu ni binti mrembo mzuri, basi anaweka mitego. Watoto wake wote atakaozaa, akiingia ujauzito, ikifika siku 7 anatoa zile damu, zile zinatoka zile, ndo anaenda kutengenezea dawa za biashara mbalimbali duniani, watu wanatajirika. Wengine anazuuza kwamba unataka hizo damu, basi utapata tu kwa ushirikina, kwa mfumo wa ushirikina wa uchawi, anauziana. Unakuta ni binti yupo kijijini, hakuna kwa utajiri, lakini kuna mchawi hatari anachukua zile damu, anaenda kuuza kwa matajiri wengine, yeye anapata kitu kidogo tu, vitu vidogo vidogo, sio vitu vingi, vitu vidogo vidogo. Wezi ni kafara. Kwa hiyo mabinti wengi unakuta anahangaika kupata mtoto, shida, lakini akienda hospitali yuko vizuri. Wengine anapata mtoto, huyu shida nini, mbona yuko vizuri, anahangaika hapati mtoto. Tumboni mwao muna uchawi, muna vitu vingi ambavyo hata havieleweki. Akilala usiku anaota anaingiliwa, anafanywa nini, anafanya vitu kama hivyo. Ujauzito ukiingia, basi unakuta mtu anamuingilia, unatoka ule ujauzito. Wengine live kwamba akipata ujauzito ni mwezi mmoja, wa pili, wa tatu ushaondoka. Mwezi mmoja, wa pili, wa tatu ushaondoka, anautoa. Watu wanaingiza mikono ya kishirikina kutoa. Wengine analala na wanawake kutoa. Wengine anachukua kafara za kulala na wanawake usingizini, kwamba mtu anaenda kulala na wanawake, yale maji anatoka pale, basi ndio kafara. Wengine anaenda kufanya tendo la ndoa la usiku na wanaume, uume wao ule dawa. Nataka vijana wale wazuri, sio mzee, sio babu, bibi, kijana ambayo mwili wake bado una nguvu, anapata hamu ya tendo la ndoa na mwili wake unasimama vizuri, basi unakuta biashara inasimama nganga. Mabinti anatafuta wale ambao mwili wao una joto, kwamba huyu mwili ana joto, ndio wenye nyota sana, kwamba akiguswa na mwanamume, mwili wa mwanamume ushasimama, huyu mwanamke ana nyota, kwa hiyo anachukuliwa wale watoto. Unakuta mtu anahangaika hapate mtoto kwa sababu kafara zake zinachukuliwa kutengenezea madawa ya utajiri. Watu wanatajirika vizuri tu. Changamoto nakutana nayo ukiwa wewe ni mfanyaji hiyo biashara ya kuwa tajiri kupitia damu za watu, basi changamoto nakutana nayo, uende muda mrefu na zile dawa, kwa sababu zile ni damu za wanadamu. Kwa hiyo kuna damu nyingine utaichukua, itakuja kukugeukia. Ndio utakuta watoto wako, wewe mwenyewe unaumwa au ueleweke. Ndio wengi akianza kuumwa haende hospitali, anakataa. Anajua mimi usinipeleke hospitali, tu anazunguka. Wengine analazwa ndani ya nyumba, akitaka kutolewa kwa hospitali hataki kabisa, mwanamke hataki, ndugu hawataki. Tuna dawa tumenunua, tumempa dawa, kuna daktari amekuja hapa amemwangalia, kumbe uongo, anajua kwamba haya magonjwa hawezi kwenda tena hospitali, amevunja masharti. Kuwa makini na dawa za utajiri. Tafuta pesa kihalali, usitafute pesa kupitia kwenye utajiri wa damu za wanawake, damu za wanaume, damu za wanadamu wenzako. Usitafute utajiri kupitia uhai wa wanadamu, au kufanya uchafu na wazazi, utakuja kufa maskini ya kutupa. Asanteni sana. Dr. Kaipa.